Siliambia jana hapo maandamano ndazi. Wacha tuongelee mambo ya chai. Wala njui mimi naitwa Ibra. Jana wesera Rosafi. Unajua Ruto akianza kuandama kanisa, kampeni zote Ruto alikuwa anashinda kwa hizo makanisa. Anakuja anawaambia nimeachia milioni 2 kwa hii kanisa. Akitoka 1.5 inarudi kwa gari. Watu wanaanza kulimana kwa kanisa. Na nawaambia nimewapea hido, mkijaribu kusema sikuwapatia hido mtaona. So Ruto kuregulate kanisa si kitu ya ajabu. Zile kanisa zilikula pesa ya Ruto, wajue wanakujiwa na watarambwa na Ruto. Tawaramba. Story ya Mackenzie, mkisema ati Mackenzie aliua watu. Nyinyi wacheni kuwa vipofu bwana. Nyinyi mnajua mtu aliua watu. Na si mara kwanza kuua watu. Sitamtaja, mnamjua. Ruto akituita babuni, alituletea unga inaitwa umi. Nikamwambia hii unga ni hapo punda na farasi, wakapigana na wadangaji. Haya ameenda kwa confirmia huko majua, nawaambia nyinyi ni punda, nyinyi ni babuni. Babuni ya kwanza inakuanga na matiti. So babuni yenyewe limeenda kudhibitisha sisi ni babu, na amejaribu unga mmekula. Mimi sijakula umi. Nilijua. Hii maneno nilijua. Tutaanza kuitwa nini? Babuni. Sababu ndio maana alikuwa ametuletea hiyo unga. Tukule unga waone venye mtabievu. Nikiwaambia mtaona tutabia tukianza kubadilika. Watu watakuja kudhibitisha hapo. Ni hiyo unga. Sasa ameulizwa huko, hiyo unga tulikupatia wanabievu aje? Kasema hizo ni babuni, zishaanza kujua. Mimi si watusi. Si amesema huko. Na si amesema kwa TV. Si amesema kwa TV. Mimi nawaambia, niliwaambia na nitazidi kusema. Despite DCI wakuja hapa mara ngapi, wameitwa babuni. Kenyans are baboons. So baboons wale watu wanakula unga ya umi. Na kama umekula unga ya umi, wewe ni baboon. Mimi sijakula. So mimi si baboon. Ruto kitu ya kwanza, niliwaambia Ruto si kiongozi. Sijui kwa nini mzanga atuole anatetemeka na Ruto. Na hata yeye alikuwa anajua Ruto sio kiongozi. Sababu Ruto wakati aliingia kwa uongozi, alishtuka. Na bado Ruto mpaka kwa mshtuko anashindwa. Hii ni State House, anarudi nje. Mliona ile tairi alianza kuweka kabro nyingine pale State House. Anashindwa. Anatoa zile mzuri anaweka mbaya. Juu hajajiamini kama ako State House. Ruto alikuanga wakati wa Moi, wale walikuwa wanajua Ruto. Kama ulikuwa unajua YK, wakati wa Jirongo, Ruto akiwa mtu wa mkono wa Jirongo. Alikuwa anapenda pesa. Alikuwa mtu wa wash. Ruto alifanya wash kama ulikuwa hizo enzi 97. Zile 500 mataa, kuna kampeni tuko tunapewa 200 ama 50. Ruto hiyo kati alikuanga ni kijana wa mkono wa Jirongo, na Jirongo anaweza confirm hiyo maneno. Sasa amefika kwa pesa yenyewe original. Tunaokota taksi yetu, anaingia pale anasema tukichukua hii, alafu tukata watu 100, tuambie hii ni ya kwenda kwa choso watatoa. Na anaongea kama amemaliza. Ruto alikuja akatuambia NSSF, hakukuja kwa sisi wananchi kutuuliza nataka NSSF niwaekee 1000. Tumekubali ama tumekataa? Alitunyang'anya. Hebu uende finya hiyo namba, ulikuwa sijui ulikuwa star what. Uangalie pesa yako NSSF, uone kama itakwambia era. So kumaanisha pesa yako hakuna. Hata ukizeeka utaiona hiyo pesa. So Ruto anawadanganya. Ule mwenye atakuja atawaambia mimi najua NSSF ni shilingi 200 na kusave ni kupenda kwa mtu. Sio mtu anakuambia atakusevia pesa ngapi. Sasa anakuja anakuambia anataka kutengea pesa ya nyumba. Kama uko na nyumba anakuambia nitarudisha kwa NSSF. Yaani bado anakulazimisha kusave. Lakini ukijaribu ufinye ile namba uangalie pesa yako NSSF hapo nyuma ulikuwa unafinya, unaona kiwango ya pesa yenye uko nayo. Sasa hii ukifinya huwezi ona hiyo pesa inaenda wapi? Hapa nayo Israel ameenda kutuita mababuni. Wakati alienda US ndio hii unga ya GMO ikuje. Hii mambo ya unga ya umi. Hii hata si GMO. Patia hiyo unga punda uone vitabia. Hiyo unga ni mbaya. Na ndio maana unaona iko kwa soko because production yenyewe watatengenezea wapi? Ile unga walitumana na ilikuja na meli. Ikuje ijaribu kwanza mtabievu aje. Niambie ni kampuni gani itengeneza umi? Ni kampuni gani? Hamjui. So Ruto anajua kitu anafanya. Na Ruto ako tayari kufanya chochote
as long as mgeuke mababuni wengine mpunguke, ndio aone venye anaweza endesha inji, sababu ameshinda kuendesha inji. Na ndio maana Ruto amebaki kuwa tourist, ako huku anatumia pesa ya wewe. Niambie kule kwenye Tanyao huko Ruto ameenda kutoa nini? Kwa pia wanaandamana, ameenda kutuletea nini? Hakuna kitu Ruto anaenda kutuletea. Ruto amebeba sijui mtua sijui nani huyu jamaa agriculture, ati wanaenda kuangalia Israel wanapandanga aje mahindi. Sisi tushapanda mahindi, sasa atatuletea nini kutoka Israel? Ruto aache kutupima. Mimi niliwaambia jana, nilikawaambia maandamano ni Thursday. Nilisema jana na nikawaambia mpeleka kwa bango, maandamano ni Thursday. Raila atangaze asitangaze, sisi tunaenda maandamano, sababu zile baboon hazina hata hiyo unga ya kukula. Na babuni ukiwanga wakati ina chakula vile huwa ina behave. So tutaanza kubehave kama babuni tukielekea kwa barabara. Tuende tutetee haki yetu. Hatutakubali Ruto kutupeleka venye anatupeleka. Na sisi tunajua rais wa Wakenya ni Raila Amolo Odinga. Na dunia mzima inapomuuliza ile maswali inajua president ambaye alichaguliwa ni Raila Amolo Odinga. Na ukimuona venye alikuwa amekaa Israel, anakaa kama mtu anaota moto jikoni. Akae mtu kama amekaa na president mwingine, because anajua yeye si president. Kwanza yeye sasa amekaa pale kama baboon. So sisi tunasema on Thursday, ikipiana sana ni Monday, tunarudi kwa maandamano. Tulisema hivi, hakuna kitu hao watu wanaenda kuongea. Na niliwaambia hakuna kitu hao watu wataenda kuongea. So itabaki kitu kama mbaya. Noma. Na maana ndio nawaambianga, Ruto si Mkenya. Ruto ni mtu wa mababuni huko. Ruto ni mgeni hapa Nairobi. Ruto ni mgeni hapa Nairobi, atarudi sabuni.